Wembwa, unaenda kwa wanawake zako sasa hivi? Nina uhakika huyu mwanamke akijua kuwa namchiti na Faima, atanipiga risasi, ataniua. Hapa na waifu, nenda kuchunguza mauaji. Walipofika nyumbani kwa Akashi, akataka kupima kama Akashi ni kipofu kweli. Akamtishia kumrushia kisu, Akashi akupepesa macho. Afande akaamini kweli jamani kipofu na paka wake wanauliwa. Usiku Akashi alienda kazini kwake akawa anapiga piano kwa hasira sana. Faima alikuja hadi kwenye huu mgahawa kuhakikisha kama kweli Akashi ni kipofu. Kesho yake asubuhi vyombo vya habari vikatangaza kuhusiana na kifo cha Promodi. Mwili wake ulikutwa kwenye gari iliyokuwa kando ya mto. Shingo yake ilionyeshwa aliuawa kwa kupigwa risasi. Kwa kuwa saa yake ilikutwa kwenye mgahawa, mapolisi wanaamini kuwa aliuawa na vibaka. Mkuu wa kituo akasema atasimamia hii kesi mwenyewe ili asije akashtukiwa kama yeye ni muuaji. Mtoto wa kambo wa Promodi, Dani, aliitwa polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Alihuzunishwa sana na kifo cha babake wa kambo. Hakujua kuwa babake alimfumania mke wake na afande, wakaamua kumuua. Akashi pia alikuja pale kituoni, akadai hajui kitu chochote kwa kuwa yeye ni kipofu. Kwenye msiba wa Promodi, jirani Mbea aliongea na mapolisi. Marehemu hakuuawa na majambazi, aliuawa alipomfumania mkewe. Polisi alimuuliza Faima kama maneno ya bibi yana ukweli wowote. Faima akasema wasimwamini huyu mzee ana ugonjwa wa kusahau. Dani akamfuata Akashi akamwambia amfundishe kupiga piano ya wimbo aliokuwa anaupenda baba yake. Nikipata muda nitakuja nyumbani kwenu kukufundisha kupiga piano. Kesho yake Faima akaenda kwa bibi Mbea. Bibi, naomba toka nje, kuna kitu nataka nikuoneshe. Bibi alipotoka nje akamsukuma kutoka juu ya gorofa. Akashi alishuhudia yule bibi akisukuma kutoka juu ya gorofa. Kwa kuwa yeye ni kipofu aliamua kukausha. Alipomaliza kumfundisha ubinti piano, alienda haraka nyumbani kwake, akampigia simu Sofia akamwomba aje mara moja magetoni. Alipanga kumueleza ukweli wote kuhusu ukipofu wake pamoja na mauaji. Kwa nje katoto katundu kajirani kalikuwa kanashuti video kwa ajili ya kuprove kwamba Akashi sio kipofu. Faima akafika hadi nyumbani kwa Akashi akadai kwamba ameletea chakula cha msibani. Akashi aliendelea kujifanya bado ni kipofu, akamkaribisha Faima ndani. Akashi alipokuwa anaandaa kahawa, Faima akavaa kinyago ili aone kama Akashi atashtuka. Akashi aligeuka akamwangalia Faima lakini hakushtuka hata kidogo, kama hakijatokea kitu vile. Faima akaweka kitu kwenye kahawa ya Akashi kwa kono lake la kulia. Mbona unywi kahawa? Akashi akaigonga kahawa kwa bahati mbaya kwa kono lake la kushoto. Faima akaanza kuhisi mshikaji anaona. Faima akainuka kwa hasira akamnyoshia bastola. Akashi akanyosha mikono juu. Dada, mimi sio kipofu, najifanyisha tu. Na kuahidi sitamwambia mtu yote kitu nilichokiona pale kwenye nyumba yako, please. Naomba usiniue, mwezi ujao naenda London. Hii ni bunduki ya uongo, hata yui. Lakini nimekuwekea sumu kwenye chakula cha msibani ulichokula. Sumu ilivyokolea mwilini Akashi akazimia. Baada ya muda kidogo Sofia aliwasili na bodaboda. Yule dogo mtukutu wa mtaani akamuonesha video. Kwenye video Akashi anaonekana sio kipofu, ametoa lenzi kwenye macho yake. Aligonga mlango kwa hasira. Faima akafungua mlango akiwa uchi wa mnyama. Naomba msamehe, alikuwa nifariji kuhusu kifo cha mume wangu, tukajikuta tumekiwasha kwa bahati mbaya. Kwa kuwa Akashi alikuwa amezimia, Sofia akaiamini story iliyokuwa amepewa na Faima. Anja likapiga kale katoto kwa hasira. Akashi alishtuka usiku alipofumbua macho yake akawa hayaoni. Akagundua kuwa Faima amemfanya awe kipofu kweli. Kwa kuwa sitaki ufujishe siri zangu, nimekutoneshea matone yenye sumu yataka kufanya uwe kipofu daima. Faima alipohakikisha jamaa amekuwa kipofu kweli, akaondoka. Sofi mpenzi wangu, nimekuwa kipofu kweli. Siamini kitu chochote unachokisema, malaya mkubwa wewe. Ulitakiwa kumuua yule mpiga piano, kumfanya awe kipofu tu haitoshi. Hii bado ni hatari kwetu. Kama kuua mtu ni rahisi, kamuue wewe. Usiku afande alivamia kwenye nyumba ya Akashi. Wewe mwendawazimu, kufa tuletea matatizo, kufa. Akashi alifanikiwa kumuumiza afande, akachoropoka, akakimbia, akatoroka. Baada ya kurandaranda mitaani, alizinduka alijikuta yuko hospitali. Mary na Soku walikukuta barabarani, wakakuleta hapa hospitali. Washukuru sana kwa hilo. Asanteni sana kwa kuokoa maisha yangu. Vipi, naweza nikakutana na daktari wa macho jamani, macho yananiuma. Rafiki yake akamwahidi atampigia simu daktari wa macho, atakuja jioni. Daktari alijifanya anamchoma Akashi sindano ya tetanus, lakini aliishia kuchukua damu yake. Ni kitu cha ajabu sana. Kumbe bana, daktari, Mary na Soku huwa wanalipwa hela nyingi kwa ajili ya kuuza figo za binadamu. Kwa kuwa Akashi hana ndugu yote hapa mjini, wamepanga njama za kumuua Akashi na kuuza figo yake. Usiku daktari alimlaza mshikaji kitandani, akajifanya anafanya check up ya mwili mzima. Akashi aliwasikia wananong'onezana wanataka kumfanyia surgery, akashtuka. Walimkandamiza kitandani kwa nguvu, akajua kuwa kimeumana, ameisha. Kabla hawajamchoma sindano ya kuzimia, akawaambia jamani, mimi naona kila kitu. Soku ana tattoo kubwa mkononi mwake. Waligundua mshikaji anaoongea ni ya ukweli. Wakaahirisha zoezi lao ili wahakikishe kama kweli anaona au la. Kesho yake asubuhi wakamwamsha Akashi akaamka. Wakamwambia asali sala yake ya mwisho wanataka kumuua. Ili kuokoa maisha yake Akashi akawaambia, "Nina rubi milioni 1.
niko tayari kugawana na nyie kama mtanisaidia kuzipata.